Sasa huyo Benson ananiambia Teddy, yani hapo sasa nikawa nimechanganyikiwa. Sijui kipi ni kipi na nini ni nini. Sijakaa muda mrefu sana, yule Rose akawa ametoka kuoga, ameingia mpaka hapo ndani. Alipoingia hapo ndani alikuwa tu bize, akajifuta maji, akakunja ile kanga yake, akaweka kwenye pochi, akavaa gauni lake, akaniambia sasa Beni, mimi naondoka. Mimi Teddy nikawa sina cha kumjibu, yani nipo tu namwangalia, sielewi, yani sielewi kabisa. Akaniita tena, Beni, Beni, mimi nakuaga, mimi naondoka. Nikastuka, nikamwambia haina shida, basi sawa, ngoja hata nimuite boda akupeleke. Akaniambia hapana, hata sio mbali, mimi ninapokaa mbona sio mbali sana, naweza tu nikaenda mimi mwenyewe. Ananiambia Teddy, nikamwambia basi nikusindikize, hata tu karibu na mazingira nyumbani kwenu, unionyeshe tu nyumba yetu ile. Akaniambia usijali Beni, usiwe na haraka, utafika tu kwetu, mbona una haraka sana? Nikamwambia sawa, basi nikupe hata nauli, hata chochote. Ananiambia Teddy, yule mtoto akawa amekataa kata, akasema mimi nakwenda sio mbali, hata nauli haihitajiki. Sikuwa na namna, nikamwambia basi sawa, ngoja nivae t-shirt nikutoe tu hata hapo nje. Ananiambia Teddy, huwezi amini hata hilo. Huyo Rose akawa amekataa, akawa amenikisi kwenye paji la uso, akaondoka. Ananiambia Teddy, yani huyo Rose anamalizia tu mguu wake wa mwisho kwenye mlango wangu, simu yangu inaita. Kuangalia nani anapiga, anayepiga bwana ni Milka. Nikapokea. Nilipopokea akaniambia Moza alisema umenipigia. Nikamwambia ndio nilikupigia. Akaniambia umeenda kuoga. Akasema ndio nilikuwa nimeenda kuoga, na hapo sasa nishamaliza kuoga, nimevaa, nimekupigia, kuna kitu nataka nikwambie. Nikastuka kwanza, nikamwambia kitu gani? Ni kizuri au kibaya? Huyo Milka akasema ni kizuri sana, yani ni kizuri sana, na ni kitu ambacho ulikuwa unatamani sana kukisikia, ndio nataka kukwambia hicho kitu. Nikamwambia huyo Milka, ni kitu gani sasa, niambie. Ananiambia usiku naweza nikaja kwako, maana nyumbani hapa baba na mama na watu wengine wanaondoka, naweza nikapata nafasi ya kuja kulala huko kwako. Teddy, kwanza nilistuka. Kumbuka hapo tayari nishagaragaza mtu kitandani, huo mchana wote hapo nimegaragaza mtu kitandani. Afu ukiangalia huyo Milka, mimi siku zote nilikuwa natamani sana, yani nilikuwa natamani sana aje geto. Siku mtoto ananiambia anataka kuja geto, mimi ndo tayari yani nishazingua. Nikataka kusita, lakini nikasema nikisita hapa atanistukia. Anaambia Teddy, nikawa nimekaa kimya. Yaani nimekaa kimya, sio kwamba nini, sina cha kujibu, na kichwani kwangu mimi nafikiria vitu vingi. Akaniambia tena, vipi? Mbona umekaa kimya? Ama haujapenda? Anasema hapa Teddy, yani mpaka nikapatwa na kigugumizi. Nikamwambia hapana, hapana, nimependa sana. Yani nimependa sana na nimefurahi sana. Akaniambia basi sawa, wewe nitumie tu message. Nikitoka huku kwetu napanda magari ya wapi, nikifika hiyo sehemu nifanye nini? Yani mimi nataka mpaka nifike mlangoni kwako nisikutafute. Niandikie tu maelekezo kwenye message. Ananiambia Teddy, yule mtoto kama kawaida yake, hajasubiria jibu, akakata simu. Ananiambia Teddy, alivyokata simu, nikawa sasa hapo nazunguka ndani ya kile chumba. Yaani kichumba changu ni kidogo, lakini hiyo siku nilikiona kama hall. Yaani niliona ni bonge moja la sehemu, yaani kama uwanja wa Taifa, chumba tu kimoja hicho. Nikazunguka mle ndani natafakari nifanye nini. Hapo sasa sikuwa na namna. Kanibidi tu nipange mle ndani fresh, nikapanga vitu, nikaweka kila kitu sawa, nikawa nimekaa natafakari. Huyo mtoto akija, yaani huyo mtoto akija itakuwaje? Kwanza nilikuwa natamani sana kumuona. Nikimuona nijue yeye na Rose wamefanana tu au ni mawenge yangu, au kuna kitu kingine cha ziada ambacho mimi sikijui. Yaani nilikuwa na mawazo mpaka nikasahau kumtumia Milka message ya maelekezo. Baada ya muda kidogo akanipigia tena. Kunipigia akaniambia vipi, mbona kimya? Mpaka saizi haujanitumia hiyo message. Hapo ndo nikastuka, nikamtumia hiyo message, nikamuelekeza kila kitu. Yaani kila kitu nimemuelekeza mpaka anafika mlangoni. Mimi sehemu ambaye nimepanga geto langu, yaani mtu kimuelekeza tu hapotei, anakuja moja kwa moja mpaka mlangoni. Nilivyomaliza tu kutuma ile message, akaniambia asante mpenzi, muda wote kuanzia sasa mimi naweza nikaja kwako. Teddy, na huo muda tayari ilikuwa ni saa moja kasoro, yaani saa 12 kama dakika 50 hivi au 50 na kitu. Teddy, nimekaa nimechanganyikiwa, yaani nimechanganyikiwa kweli kweli. Teddy bwana wewe, kama wanavyosema wahenga, siku ya kufanyani miti yote huwa inatereza. Nimekaa pale nyumbani na kula zangu karanga na miogo, mtoto akija at least hata nijitahidi kidogo, siku nyingi sana nimevizia. Teddy, mlango wangu ukagongwa. Mlango kugongwa kwa haraka haraka, nikahisi labda Milka. Lakini nikasema Milka afike mara hii, mbona ni haraka sana? Nikasema tu acha nene nikafungue. Teddy, nimeenda kufungua mlango, nimekuta ni Rose amekuja. Yaani nimefungua mlango sijasema kitu chochote, akawa amepita moja kwa moja mpaka ndani ameingia. Alivyoingia akajitupia kitandani. Alipojitupia kitandani itabidi nimuulize. Nikamuuliza mwenzangu, vipi?
mbona tulikuwa tushaagana? Teddy Rose akaniambia mimi leo nitalala hapa, kuna vitu nyumbani sivielewi, kwa hiyo nimekuja kwako kulala. Mtoto ndo kashafika, ameniambia anakuja kulala, na wakati huo huyo Milka naye ameniambia na yeye muda wote kuanzia sasa atafika hapo nyumbani kwangu. Sasa ni usiku, ni saa 9:40 za usiku. Nipo na irekodi hii story ya yaliyonikuta Tinda sehemu ya 3. Hiyo tabia mnakuja kama mnanifokea huko inbox, sijui toa kipande kinachofuata, mara mnanifuata sijui wapi, mnakuwa kama mnanifokea. Sio fair na sio nzuri, huwa sipendi. Yaani sipendi kabisa, kwa sababu inachukua process na rekodi na edit ndo na post. Kwa hiyo tuwe tunavumilia na tuwe tunasubira.